Salo nimekuja tena. Nimekuja nikufundishe jinsi ya kukaa katika dunia. Dunia imepasuliwa mara mbili. Hii dunia imepasuliwa mara mbili. Biblia nilikwambia imepasuliwa upande mbili. Kwa wale watu wanaamini katika uokovu na wale watu wa dunia. Kama wewe ni mtu wa dunia, una sehemu yako ya kukaa. Kama wewe umeokoka, kuna sehemu yako ya kukaa. Makosa ni ukae kwa watu ambao wameokoka na wewe hujaokoka. Ama ukae kwa watu wa dunia na wewe umeokoka. Haiwezekani. Siku hizi watu wanachanganya mambo. Utakuta yule mtu ameokoka, ameoa mtu ambaye hajaokoka. Yule mtu ameokoka, ameoa yule mtu hajaokoka. Ama yule msichana ameokoka, ameolewa na mtu ambaye hajaokoka. Hii ni mambo inaendelea. Hii ni makosa. Maana dunia Mungu ameiweka mipaka. Kama vile amewekea maji mipaka, akawekea sehemu ngumu mipaka. Hivyo ndivyo Mungu aliweka mipaka. Yaani dunia na shetani Mungu akaitenga kando, kama vile alivyotenganisha maji na sehemu kavu. Hivyo alivyotenganisha Biblia mara mbili. Biblia ambayo upande moja itumiwe na watu ambao wako duniani na hawako katika wale watu wateule. Sasa ubaya ni watu kuchanganya. Wewe ni mteule na unataka kukaa kama dunia. Na watu wa dunia wanataka kukaa kama wateule. Nasema haya kwa nini? Ukisoma kitabu cha Isaia hapo mwanzo, utaona Mungu anasema ataenda kuondoa ile akiba ya wana wa Israeli ama wana wa Yerusalemu. Na wakati anaondoa zile akiba, ataondoa maji na chakula, anafika mahali anasema ataondoa nabii. Alafu nasema ataondoa mganga. Na mwingine ako hapo mganga na mtahiri, sijui anaitwa nani? Ni mganga, mganguzi yani. Hawa watu wameandikwa, hebu sijui kama nitapata Biblia na tupate kuendelea. Maandiko inasema kwa maana tazama Bwana wa majeshi awaondolea Yerusalemu na Yuda egemeo la tegemeo lote la chakula, tegemeo lote la maji, mtu hodari na mtu wa vita, mwamuzi na nabii. Nabii anatumiwa na wale watu ambao ni wateule, watu ambao wameokoka. Sasa kuna ile watu wa dunia wanatumia kwa mtu anaitwa mpiga lamli. Huyo ndio ndiko natafuta. Mpiga lamli na mzee. Yaani dunia inatumia huyo mpiga lamli. Hawa ni watu wa dunia wanatumia mpiga lamli. Lakini hawa watu ambao ni wateule wanatumia nabii. Angalia mbele. Jemedali ataondolewa aliye juu ya watu 50 na mtu mustahifu na mshauri na fundi aliye mustadi na mganga. Sasa angalia, mganga anatumiwa na watu wa dunia. Dunia imepasuliwa mara mbili. Kuna wale wanatumia nabii, kuna watu wanatumia na mganga. Ajuae uganga sana. Hii ni maandiko yanasema, na mganga ajuae uganga sana. Hiyo mbili nilikuwa nataka nitafute. Mpiga amri na mganga. Hawa wawili ndio nilikuwa nataka nitafute ama tuwashike. Kwa wale wameokoka wanatumia nabii, na kwa watu wa dunia wanatumia mpiga amri ama mganga. Sasa kuna shida. Kwa wale watu wa dunia, wakati wanaenda kumtafuta nabii, wakati wanaenda kanisani waombewe. Na unaona wao sio wateule, wao ni wa dunia. Mimi nilipokuwa duniani kuna mambo nilifanya mengi. Nishaenda kwa mpiga lamli na mpigia hiyo lamli yake. Maana mimi niko mtu wa dunia. Lakini wakati nimeokoka siwezi kwenda kumpiga lamli, naenda kwa nabii ili anipe unabii.
katika maisha yangu, nijue kitu gani kinanisumbua. Daudi kwa wakati wake wote, kabla hajaenda kwa vita, alikuwa anaenda kwa nabii. Na pia Saul kabla hajatupwa na Mungu nje, alikuwa anaenda kwa nabii Samuel, ndiye alikuwa anampatia mawaidha. Lakini Mungu alipomtupa duniani, akamuondoa kwa wateule wake, alienda wapi? Alienda kwa mpiga ramli, maana alijua tayari yeye amekuwa mtu wa kawaida. Akaenda kwa mganga ili ampate Mungu, apate kujua mipango ambayo iko mbele yake. Hapo ndipo alimuita Samueli kutoka dunia, naye nabii, naye mganga akamletea Samueli kupitia uganga wake, na akamtolea unabii pale kwa mganga. Sasa ubaya tulio nayo, ubaya ambayo umekuta watu wengi katika, kwanza kwa lugha yangu, ni wale watu wamekaa katika dunia, walikataa kuokoka na kuwa kufuata yani Mungu kama wateule, na wanataka wakati wamepata mashida, wanataka kuenda kwa nabii. Nikwambie utakufa, maana yeye ni mtu wa dunia, na wewe unafaa kwenda kwa mpiga ramli, unafaa kwenda kwa mganga. Wewe ni mtu wa dunia, ulikataa Mungu kitambo, mambo yako ni ya kidunia, na unakataa yule mtu wako, msaidizi wako. Sauli alienda kwa watu wa dunia, kusaidiwa na watu wa dunia, maana Mungu ashamtupa duniani. Lakini kabla atupe duniani, alikuwa anaenda kwa nabii. Jijue vizuri, kama unajua wewe ni uko dunia, wacha kukufa, jisaidie na wapiga ramli, waganga wako wakusaidie. Sio kwamba hawatakusaidia. Mimi nilisaidiwa na wakati nilikuwa duniani, maana yale mambo ilikuwa imenikuta, nilikuwa nimeitwa huko duniani. Na wakati nimeokoka, husaidika kwa Mungu. Mungu hukuja hata mbele, ananipatia mawaidha, ananitokezea mimi mwenyewe, ananiambia hapa na pale hapaendi vizuri, narekebisha. Kuna roho yake ndani yangu, roho yake iko ndani yangu, hunionya, hunikanya hata kabla ubaya ukuje. Na wewe umekataa Mungu, lakini unataka, ni kama vile mtoto anaweza kuwa anatembea mchana kutwa, hataki kufanya kazi yote, lakini anataka jioni akuje akule. Na nyumbani kulikuwa na kazi angefanya, lakini yeye hataki kufanya kazi, anataka kushinda mchana mzima akitembea huko na huko, na jioni anakuja anakula, ama lunch anakula. Iwezekani hiyo? Akakule mahali ameshinda. Ndio sisi ni watoto wa Mungu wote, lakini wakati unashinda kwa Mungu ukifanya kazi nyumbani kwenyu, wewe ni mtoto wa hiyo nyumba, unasaidia kwa hiyo nyumba, unakula pale nyumbani. Wewe ni mkorofi, wewe ni mbaya, unaenda kutembea kutoka asubuhi, unashinda ukikoroga, enda ukukula mahali umeshinda. Mimi naitwa Pastor. Nataka usimame na msimamo mmoja. Kama wewe uko upande wa Mungu, kwa wateule wa Mungu, watu ambao wameokoka, si kucheza, ujue utasaidika kwa unabii. Kama wewe unajua ni wa dunia, wacha kushida ukisumbua manabii. Na kusumbua watu wa Mungu wa kuombea. Unaombea, unaenda uchangili wako. Nani amekwambia hiyo? Napenda watu wa Mungu, na kila mtu ajisimamisha msimamo ambao unajulikana, uwe moto ama uwe baridi.